Kaka Blaza. Mimi niko fiti. Unaendeleaje? Nimefunga kazi nasikia poa mbaya. Siri wewe umefunga kazi bana, wengine wetu tunaumia. Niliona kwamba ndio kunaona pale hivyo after Muthaiga uteremke hivi ile barabara kuingia Parkland na nyingine kwenda Ngara. Hapo ndio unajua tofauti ya life. So wewe bado hujatoa signal. Hivi kama unaingia Ngara ama unatufuata. Sisi tushapiga ya right. Tunaingia Ubabini. Nyinyi mnaingia huko? Tunaingia Ubabini. Wahenga hawataamini mtanikuta huko na matatu. Hapana. Huko matatu wasiingii maji. Kuna hata stage. Stage huko ni ya kushukisha tu drink. Kuna. What's up? Uko fiti? Niko kabisa. Sina mengi. Tupige hii kitu. First of all, ningependa kuwish our wadau happy holidays. Wallahi tena mazee. Yes. It's an amazing year kukana nyinyi hapa tunapiga vipindi. Asanteni sana kwa kutushikilia the whole year. Yeah. Na wenye mumetujoin this family this year. Wallahi. Atusahau everyone wenye tumekuwa tukipatana na nyinyi. Kama tumepatana kwa lift, kama tumepatana kwa maeneo, kama tumepatana kwa barabara, masehemu ya uji. Each and every one of you, big up. Alafu mazee, ukipatana na sisi maybe kwa mall na uko na mtu wako, kwanza muambie sisi ni akina nani. Juzi karibu tupigwe bure. Msichana amekuja ametuhaga changu vizuri, ametuhaga. Pechali yake yako hapo wakati anatuangalia hivi. Ni mrefu hivi, ni Msudanese. Anatuangalia hivi. Nikamwambia Solo, unajua hapa lazima sasa explain sisi ni akina nani. Ndio nyumba ibaki imesimama, alright? Yes. Leo unapangaje? Very quickly to mention a few notable people. Nilipatana na wewe Quickmart Kawasukari. Big up Wandi. Big up Chalvix na deme yake. Big up nyi wote. Alright. Wote ni wa Quickmart ama kuna usiku? Kuna maeneo tofauti. Fantastic. Then sasa kuna swali uliniuliza juzi. Na ukaniambia kuna story uliambiwa mahali. Na hiyo swali ningependa tupe wadau huku. Yeah. Wadau ni waulize, what is your experience na in-laws? In-laws? Sasa mimi there's this lady friend Yes. alikuwa ananiambia there was a time walikuwa mechill tu. They love hosting. Yeye na bwana yake. So walikuwa mehost mabeste zao. So kwa mabeste the husband akona kampuni yake. Na kwa kampuni yake kuna kijana employee wake, they are very good friends, ni marafiki sana. So akamwambia mimi na host, unaweza kaa mnakuja na mtu wako, na akampea warning mtu wako. Sawa, sio mtu random. Si mtu random. Akamwambia mama yuko because now this guy the guy who has employed this young man, alikuwa anamwambia ngana uko na mtu kweli ama nikikulipa mshahara unaipeleka ama sehemu. Akamwambia niko na mtu na tumekuwa very serious for quite some time. Hosting ikapangwa, watu wakaenda. Haya, wakiwa harakati ya bonfire pale, sasa una imagine saa moto iko pale katikati, sako limeundwa mtu na mtu yake. Hapo ndio shuka ya Masai na kujanga mtu yako na kulalia kwenye kifua, kwenye chesti. Alright? Kama una mtu unajipiga pose ya Van Damme. Ile pose ya Van Damme akiwa amelala chini na AK47. Unapiga hiyo pose, unajipa joto. Sawa? Jamaa wamekaa hapo na kula nyama nini. Deme ya kijana nao mwenye ameajiriwa akapigiwa simu. So akachukua simu kwa zile za babe it's your mom. Akachukua simu anaanza kuongea naye. Wakaongea nini wakaongea for long. Deme akaenda hadi huko, amezunguka hadi mti, amezunguka hadi gate, amerudi. Sasa ndio one of the host sasa. The host sasa huyo mwenye ameolewa. Akamwambia wait a minute. You guys are not married. Sawa? Uni mama huyo kijana amekupigia. Nasikia mpaka anakuita my daughter. Mnamaliza na I love you. Akamwambia tuwezi maliza wiki kama hatujaongea. Ubibi mwenye so now the wife mwenye nyumba akamwambia mazi never take that for granted. Mama ya huyu husband yangu I think tangu tuoane mara tumeoana like 4 years. We don't talk. Na inanisumbuanga sana but I came to terms with it. So young girl, never take that for granted. Kumbe udem mwenye ubibi umse kusema hivyo amefungua a can of worms sasa. Watu wakaanza kuongea. Mwingine akasema now my experience with my mother-in-law. Mimi nimeenda kwa kina kijana. Nikafukuzwa, nikaambiwa ati sijavaa kulingana na vile class ya hiyo family.
the guy is from a very rich family, so unexpect today makeup na vitu za goldish, makeup ni original nini, yani hata nini, kwani walijua makeup ni fake by venye inakaa kwa uso, ni kama ilikuwa inakaa vumbi, kama iliyeyuka. Unajua unaweza paka makeup fake uende kuwasha moto ianze kugeuka utoke na streaks, ianze kuyeyuka kwa my in law runda uigato ufukuzwe. So basically not everyone is living a bed of roses. Is on a bed of roses na in-laws. Na watu nakapitia, which is true. Because I remember even growing up kuna familia zenye ulikuwa kwa marafiki, you know, kids talk, and mnaongea mtu anakuambia ati tulikuwa tumeenda ushago, mama yangu alikuwa wanapigana na auntie sijui nini. Kidogo kidogo una realize madhe apendwi kwa kina mzee. Yeah, true. Ama unakuta kwa familia yenu kuna ule auntie mwenye yushinda akiongeleshwa vibaya na the rest of the siblings wa mzae ama kitu kaa hiyo. Yeah. That used to happen a lot. The thing I wonder is, why does it happen? Why is it that nani like mbona mkose kupenda mtu mwenye kijana wenu ama msichana wenu ndiye amemari, like yeye ndiye amechagua kuishi na yeye. So nyinyi mnamchukia on what basis? Kama hakuna kitu yenye amefanya that is criminal or wrong, mbona mnamchukia? Hata kama unakulanga chapo 8 msameheni ni yeye. Because you know a lot of the time we usually posit this story from the side of the victim. But hawa watu wenye wanachukiana ni nyinyi tu, ni sisi tu huku. So mbona mnachukia mtu mwenye nani wenu amemari? Kama if that person is not a criminal, that person is not mtu mwenye si ati ni mtiaji, si ati anapiga, like mnakaa tu hivi for the sake of it, unachukia na brother yenu ako in love. Amependa mtu ameleta. Ati huyo msichana si mpoa. Hata sister yake una venye ananiangalianga na macho mbaya. Uko like wewe sister yake umeanza tena mshenero mbaya, umeanza kusema hairline imeenda iko sijui Zubukia, umekasirika, umesema nguo avai zenye zina wachana. Ni mtu yako ama ni mtu wa brother yako? Exactly. Ati avangi poa, yeye uva kama mtu wa ocha. Hiyo inakuhusu aje? Ati chapo zake apikangi poa, akipika chapo hivi ukiinua hivi unaona mbogi kitembea huko, ama unaona ndege nyoni. Sijui ati mchele yake anapikanga biriani njeri. Yani wewe kama in-law mbona unachukia mtu mwenye ndugu yako ama dada yako ameolewa na yeye ama ameoa? Alafu you know people tend to focus on the weaknesses, on the weaknesses za mtu. Utaisikia mtu amesifiwa kitu fulani. So unasikia ngabedhe nini yako apendi kazi, sijui afanye nini. But utaisikia maybe hata huo day ndo amefanya hata the relationship between the brother and the sisters if flourish. Exactly. Ama waleta pamoja na inviting kwake, anawapikia, mnaonana. Kama si huo day brother yenu angefichwa kama bangi. Exactly. So alafu mko hapo hivyo, kazi yako tu ni kuharibu. And then unajua saa hii ndio ile masaa yenye watu huenda. Wallahi saa hii ndio watu wameenda. Tuko hiyo season ya watu kwenda ushago. Unasikia kuna dem alisema, aliambianga hazi yake, wewe ukiwahi amua kwenda ushago, sijui holidays, sijui kufanya nini, may it never cross your mind kuniambia tuende. Why? Juu the answer will always be no. Juu uko kwenu unajua venye nachukiwa, venye mi utritiwa kama tope. So sitawahi kuja kwenu. So ikifika place yenye mtu mumefanyia mtu vibaya hadi anaamua kufanya hivyo, wallahi hiyo ni tabia inakaa aje to be very honest hapa hivi. Huko endo na amekimo sufuria 3. Yeah. Manze. And there's something that somebody once told me some years back about marriage. I don't know, I've never been married, but somebody told me this and I have seen it in many occasions. The number one, okay, not the number one. The most important thing that a spouse does, apart from loving their spouse na nini, is protecting them from their own family. So me as the husband, I protect my wife from my family. And her as the wife, she protects me from her family. That is to say, familia yetu, kama kuna venye ina treat umse, I'm the one who needs to stand in the middle and tell them, checky guys, no,
uni mama. This is my kifa. Exactly. This is my person. This is the person I'm married to. And marriage means me and them are one. Mambo tunakuja hapa mnampea stoni. Exactly. Au wengine kunywa belea. Mnamtuma akanini yeye ndio anaenda kuangalia kama moto bado inawaka. Kupuliza moto ya kuni. No. Like don't mistreat her, because mistreating her means you're mistreating me. Sasa nikuulize. And vice versa. Nikuulize. Kuna mtu aliniambia kitu na nikaona well it's a bit biased. Aliniambia she wouldn't want to be married in a big family. Okay. Alikuwa ananiambia hizi familia watu wanakuanga wachache, unapata familia iko na 3 kids, kuna 4 kids, maximum like 4. Ni hard kukwenda hizo vitu. Hizo vitu zinakuanga ngumu now if you go to a family that has 12 kids. Oh, zio happen kwa familia kubwa kwa familia kubwa. Getting in good vibes with all everyone, 12 with everyone becomes very difficult. It is very difficult. In fact, one thing I've come to realize is that if those very big families, unakuta familia moja iko na watu 10 sijui 20, even among the siblings kuna cliques, kuna rivalry, kuna nini. So with smaller families it's harder to find ati mko mabro wawili na dem mmoja wale wameolewa kwa big families na small families. Hapo chini mtatuandikia whether it is a fact or not. Pia kuna big families, and we are not saying that this is the same for all families. No, just saying opinion. That from people's observations and experiences that happens. But we are not telling you ati ulize boyfriend yako au girlfriend yako wako wangapi, kama mko 7 mimi sitaki umeshika pasi moto hivi mko wangapi. No, that is not what you are saying. Pack and vibes walisema nisiolewe na wewe. Wewe usiende kutupika tafadhali. Sisi we are just here to gather feedback. Just want to hear you. Na pia mtupate the positives as well. Tafadhali hapana, jaribu. Wewe usituwekelee. Usiende kutuwekelea kwa pan moto. Sisi tulisema ati sisi tulisema msiolewe. Ya kwanza kututafuta huku na baseball bat. Wazi wako wapi hao Pack and Vibes? Wako wapi? Mliambia demu yangu asikubali ni muoe. Na sisi we are very peaceful. We are very peaceful. Tunanga maneno mingi. Yes. So kama wewe ni in-law, acha kuchukia huyo mtu. Si wewe umemuoa. Especially before 25th ifike asubuhi. Najua mshagawana roles. Tafadhali. Ule bibi ya brother yenu mwenye amumpendi, mshampatia kazi ngumu. Yeye ndio anaenda kukata kuni. Yeye ndiye anaenda kukata kuni. Akimaliza kukata kuni awashe moto. Rudi kwa drawing board. Muende hata mmwagilie maji ati mseme hajawasha poa. Manze. Yeye ni mgeni. Apewe kazi ya kukatakata sala na kachumbari. Tafadhali. Right? Huyo ni mgeni. On the other hand, wanaume apewe kazi ya kupanga watermelon. On the other hand, wewe mwanaume, wewe tutakutetea sana. Wewe amka ujoin the others mjinja. Tafadhali chinja mbuzi. Ukipewa kazi ya matumbo fanya kazi. Miriam Mara. Sawa. Usiende kukasirisha kukaa huko ati umeenda. Hapana, lakini msitese au vijana. Unaenda kuchinja, usipotese lakini go and join the rest. Yes. Mambo watu wengine wanachinja huko kwa mandizi. Wewe uko hivi kwa nyumba unapiga story. Hata si story, ulibeba mpaka nini bonge ya shisha. Manzi uko hapo hivyo. Kwa boot umeenda kufungua nini vitu za shisha ndio unaunganisha. Watu wanaona moshi wakifikiria ni kuni, kumbe ni shisha. Hata Nigeria anasema nikekera rugo Korea. Kumbe ni moshi umevuta, unatoa vile unatoaga ukiwa alfaha. Tafadhali usifanye hiyo kazi. Go and behave yourself. Na ununulie kukaa shati. Shosho mpange na kakitu. Usende tena mkono mtupu. Umeingia Naivas. Kitu ya kwanza umeingia ni kununua Hennessy na manyata. Hapana. Tafadhali nunua serviettes. Vitu zenye zitatumika nyumbani. Unaelewa? Unapelekea shosho. Unapelekeaje shosho crisps? Na kitu kingine, mkifanya shopping ya kwenda ushago. By the time mnatoka huko tarehe 28, tarehe 29 juu tunajua mtarudi Nairobi, ndio mkuje mrukishie mwaka pale hivyo mkiangalia fireworks. Mkuje mtusumbue. Msimalize shopping yenye mumepeleka, na mkimaliza mrudi supermarket kwanza mufanye shopping nyingine ya kuacha. Msikue ati mnajinunulia vitu, muende mmalize muache huko hata worse than venye mlipata. Alafu wewe sana in-law, katia mother-in-law mwachia hata 10 G's. Kata maziwa, weka kitu. Mwambie asante. Ama utingishe M-Pesa. Sawa. Akutemee mate kwa kifua usikiepo. On the other hand, pia usiende kutuchomea tunanunulia shosho ya mtu, mama ya mtu Oreo. Na kona sukari. Wewe behave yourself. Baze. Tuonane next year maisha. Tuonane next year.
All the best. Stay safe. Merry Christmas, Happy New Year. Enjoy your holidays. Nambarikiwe sana. Thank you so much. Na kama uko na mtu wa wenyewe umrudishe. Aende kwa Christmas. Sawa? Fantastic.